Siku moja nilijikuta katika ofisi ya mzee mmoja, lakini wakati huo nilikuwa nikilia sana na kumlilia mzee huyo, lakini kwa bahati mbaya sana aliwasha gari na kuondoka. Lakini pembeni yangu nilimuona mama yangu alinishika mkono kwa mithili ya kunidembeleza kwamba nyamaza, atarudi. Wakati huo nikiona gari ile ikiondoka, kwa miaka ile ilikuwa inaitwa Range Rover. Gari ilikuwa ni ya kijivu, iliondoka na kutokomea sehemu nisiyoijua. Lakini kwa sababu nilikuwa mdogo sana, nisingeweza kutambua ni nini kilichokuwa kikiendelea, ila kwa akili yangu najua nilikuwa nikimlilia mtu muhimu sana kwenye maisha. Lakini kwa vazi alilojivika vile mwanamke ambaye ni mama wa huyu kijana, ilikuwa ikionyesha tumaini kwamba siku moja mambo yatakaa sawa. Lakini baada ya miaka mingi sana kupita, kijana huyu alikuja kujikuta yupo katika kijiji. Wakati huo mama yake alikuwa ni mtafutaji na mpambanaji kwenye kijiji kimoja. Mama alikuwa ni shupavu sana, akijishughulisha kuuza vitu vidogo vidogo na kufungua mgahawa pamoja na genge. Lakini maisha yaliendelea na kijana akaendelea kukua. Baada ya kuwa kijana anaendelea kukua, alipata nafasi ya kwenda kusoma. Lakini shule aliyosoma kijana huyu ilikuwa katika mazingira ya hicho kijiji. Maisha yalikuwa ni magumu sana. Kumbuka katika kijiji hicho ni miaka ya 90. Mambo yalikuwa hayaeleweki na hayaendi kama walivyokuwa wakitarajia. Lakini huyo mama alikuwa ni miongoni mwa familia moja ambayo ni familia duni sana katika hicho kijiji, mithili ya kana kwamba familia ilishapitia mikosi. Familia hiyo ilikuwa ina watoto karibia 7. Wa kiume walikuwa ni 3, wa kike walikuwa ni 4. Lakini maisha yao yalikuwa hayaeleweki. Kulikuwa kuna makundi mawili kama sio matatu. Wa huyu ni wa huyu, wa huyu ni wa huyu, wa huyu ni wa huyu. Kadhalika hata watoto wao nao walienda kwenye makundi. Lakini cha ajabu, pamoja na tofauti zao, walikuwa wakishirikiana. Pamoja na hali ngumu ya maisha, walikuwa wakishirikiana. Familia hiyo ilikuwa ikitetereka mara kwa mara. Kumbuka miaka hiyo ya zamani,
kulikuwa hakuna teknolojia kama ya sasa hivi. Wakati mwingine watoto walikuwa wakienda kusoma na wakirudi hakuna mlo kabisa, na walikuwa wakirudi niyo familia. Kuna wengine walikuwa wameenda kuhangaika mijini, lakini mama huyu wa kijana ambaye aliona mithili ya mtu aliyekuwa akimhitaji akiondoka, aliamua kurudisha bila kukipa ili kuweza kuendeleza maisha. Kijana wake alikuwa akimpenda, alikuwa akizunguka naye na eneo yote ambayo kijana ambaye mama yake alikuwa akipenda shughulika na kuweza kujitafutia kipato cha kila siku. Kumbuka, ilimgharimu mpaka kuacha shule kuzunguka na mama yake, maana hata angemwacha, alikuwa ni mtoto wa mwisho, hakuna mtu ambaye angemjali. Kwa alikuwa akihisi kwamba mwanaye katika ile hali awamewa, hataishi maisha ambayo ni mazuri. Lakini wakati huo wengine wenzake, unaweza tukasema mabinamu au makaka, mama zao walikuwa wakiwaacha na kwenda kuhangaika. Kwa hivyo upande wa pili wa huyu kijana ambaye alikuwa akipendwa na mama yake, vijana wengine walikuwa wakiachwa. Unafikiria unaachwa na mama ukiwa darasa la pili au darasa la kwanza, wewe mwenyewe unaanza kujuta. Fikiria watoto wa upande wa pili walikuwa wanalia. Kumbuka, shule za miaka hiyo lazima uende ukasome, na 12 uko shuleni, saa 7 utawekwa break kwenda kula nyumbani na kurudi shuleni. Wakati huo unarudi nyumbani, watu wanasema anakuta jiko limenona. Fikiria ingekuwa. Ana wanarudi shuleni tena bila mlo, na wanaingia saa 8 mpaka saa 10. Wakisha toka saa 10 ni mwendo wa kwenda kutafuta maji. Kipindi hicho ilikuwa ni cha shida sana, kwenda kutafuta maji kwa umbali mrefu sana. Umbali huo kiambiwa ama mtu hajala na karudi darasani, arudi nyumbani saa 10 kwenda kutoa maji, ni kama umbali wa kilomita 20. Kwenda na kurudi inadharimu tuseme ni 10, tuseme ni kilomita 10. Kwenda na kurudi inadharimu kilomita zisizopungua 20. Lakini vijana waliendelea kupambana na kuishi katika mazingira. Kumbuka, miaka hiyo kulikuwa hakuna mafuta, ilikuwa ni tetele za kutwanga zinawekwa kwenye mboga, na ilikuwa hakuna mambo ya chumvi, na kama utaipata chumvi ni kwa nadra sana, na kama utakipata chakula ni kwa nadra sana kwa nilo yote. Ilia. Lakini huyu kijana naye baadaye akaanza kuyaishi maisha kama waliokuwa wakiishi wengine. Maisha yalikuwa ni magumu sana, maisha yalikuwa ni mazito sana. Na ukikumbuka katika wakati huu watu wengine wako mjini, hawajui nini kinaendelea, ni kana kwamba wamejikataa, ama mithili ya swala aliyekuwa akikimbia kuokoa maisha yake, mtukuli wa simba.
Nini kilifuata? Mbona na sehemu ijayo.